Karibu sana by the grace of God asubuhi ya leo, ili tukaweze kuomba pamoja. Kindly help me in sharing. Help me in sharing. Yes, karibu sana. Even as we pray, even as we wait upon the name of the Lord. Karibuni sana wapendwa, tukaweze kuomba pamoja by the grace of God. Let's share this. Help me to share out there. By the grace of God, help me to share. Help me to share. Amen. Kadha, you are connected. May the Lord bless you. Karibu sana. Let's share this by the grace of God. Today we are on a subject called wealth. It is the will of God that we become wealthy. It's the Lord who blesses us. It's the Lord who gives us whatever it is that we need. And so we can be in a position to go for wealth. It's a blessing of God. And so today we commit our businesses, we commit our jobs to the Lord, believing God for great things. Karibuni sana. Amen. Our God is the awesome God, the great God, the one who have loved us, who cares for us. Thank you, Edward. You are on board. Thank you. Good morning to you. Let's share this by the grace of God, even as we pray this morning. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you this day for on the mountain of prayer, the place where we call upon your name. We believe you, God, for great things. And Lord, you have never disappointed. It may tarry, it may appear like it is delay, but we know, oh God, at the appointed time on speed, you are going to do more than we can pray, imagine, or even, Lord, think about. This morning, Lord, I pray with my brothers, with my sisters, that Almighty God, as we approach the throne of mercy, where the source of all is found, that God will find favor with you. You will be pleased to bless us, to call us the people who are blessed of their Father, who is wealthy, and who is the provider, who is the controller of all that there is. My God and my King, I pray this morning, wacha ijulikane ya kwamba sisi ni watoto wa mfalme wa falme,
na maombi yetu hayajapotea. Tukiwa kwa mlima siku ya 4, naomba Bwana ukajidhihirishe, naomba Bwana ukajionyeshe, naomba Mungu ukasikie maombi yetu. Leo tunapoombea biashara, tunaombea kazi, tunaombea uchumi, tunajiombea katika hali zote Bwana. Twaomba Mungu tusikie katika mwezi huu wa 4, that in the next 8 months of 2023, Lord, we can only thrive, we can only increase and expand, kwa maana Bwana utatubariki, utatujalia. I now pray, may thy kingdom come, Lord, and may thy will be done now in the name of Jesus. Father, favor us, O God. Let thy kingdom come and thy will be done this morning. Use me as your vessel, and Lord, cleanse me, that I also be acceptable before you as I pray, as I lead your people in prayer, even as we fast as a family. Lord, hear us this morning and lift our standard from where we are to another standard of the grace of God in the increase and multiplication and the provision of Jehovah God. Father, I thank you. Father, I bless you. And now I'm surrendered to thy use. Hear our call, O God, and may you come through and do more than we can pray even this day. This is my prayer as I begin. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Wapendwa, by the grace of God, we are in day 4 of prayer and fasting, calling upon the name of the Lord, tukimwaminia Mungu mambo makubwa na tukitazamia Mungu yale ambayo atatufanyia kwa sababu ni mwaminifu. Did you know that it is God's will that we pray? In Matthew 7:7, the Bible says, ask, it will be given you. Call, then you'll be answered. Search, you will find. And they are all the verbs, the words of action that the Lord calls us to do. And so to pray is a call of God. Praying even without results, you have obeyed the Lord, taking the first step and telling the Lord, Father, I am come that God, I may obey your call for me to be in your presence. And so this morning, as we are in day 4 of prayer and fasting, I pray that you will be strengthened to pray. You will find the cause of prayer, and that the Lord will be pleased to encourage you by giving you the results in the name of Jesus. Na wapendwa, tumekuwa tukiomba tangu Monday, tunamalizia kesho Friday, na Mungu wetu ni mwaminifu na anaaminika. I pray for you in the name of the Lord, ya kwamba Mungu atajibu kila aina ya maombi ambayo umeweka mbele zake, na itampendeza kukuinua, kukubariki na kuweza kukujalia katika maisha yako. Kumbuka ya kwamba Mungu wetu ndiye anabariki wapendwa. How do we get wealthy? How can we make wealth? The Bible says this in Proverbs 22 and verses 4. Sometimes we have what it takes to make wealth, but the way to activate that thing that we have, for us to make that wealth, for us to realize the grace of increase, the grace of having the abundance from the Lord, we lack it. And so this morning, I want us to be activated into becoming wealthy, into making wealth, into increasing. The way we were taken to school, so that education can trigger good life, can trigger good communication, can trigger a good leader, a leadership of this nation. Nataka tujue ya kwamba hata katika anga ya kiroho, there is a way that we learn how to become somebody and how to be in that position. And so today we want to learn, how can we become wealthy? How can we make wealth? The Bible says this in Proverbs 22 and verses 4. Proverbs 22 and verses 4. Because wealth is not evil. Money, silver, gold, having possessions is not evil. But sometimes it can turn out to be evil, depending on the knowledge you have when the Lord is blessing you. The word of the Lord says this in Proverbs 22 and verses 4. The reward of humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Look at the results. The reward of humility and the fear of the Lord are riches. The rewards are, that means humility plus the fear of the Lord equals riches, honor, and life. Riches, honor, and life. When the three are combined, that is what definition of wealth is all about. When somebody says, I am wealthy, this person is saying, I am rich. This person is saying,
I have honor, and this person is telling us, I have a good life in terms of time. I will live longest. I will live in health. I am blessed. That is what it means in Proverbs 22 and verses 4. The reward of humility and the fear of God are riches, honor, and life. And so wealth is the mother term. It is what is giving birth to these things. Ya kwamba when a person is saying, I am a wealthy man, I am a wealthy woman, this person is saying, I am a sum total of riches, honor, and good life, or good health, or long life. Huyu mtu anakuambia ya kwamba mimi ni tajiri mkubwa kwa sababu niko na mambo matatu. I have riches, I have honor, and I have the long life. Na kwa hivyo wapendwa, maandiko inasema the reward of humility, and that means the way to get to become wealthy, the way to get riches, the way to earn your honor, the way to qualify for a long healthy life, it is the way of humility. The reward of humility, when you humble yourself therefore before the Lord, then you make a prayer. And as we pray today about the labor of our hands, as we pray today about our companies, our businesses, as we put our hands on our documents, the certificates that you have in your house, as we minister and prophesy about the blessing of God in our hands, in our lives, we need to know that we are called to be humble. And remember that humility is not something that you are given by God. You don't pray for humility. You humble yourself. The Bible says, humble yourselves therefore before the Lord. Kwa sababu wakati unamwambia the Lord, humble me, the Lord will humiliate you. Humbleness comes from yourself. It is a discipline that you cultivate within yourself. It is something that you do to become someone. God does not make you humble. It is you who humbles yourself. When the Lord humbles you, you are humiliated. Na kwa hivyo mpendwa, the Bible says that the reward of humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Who doesn't want that? Ya kwamba Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, Mungu atakupatia heshima na hata jina jema. And I want us to pray in that line. Tukimwambia Mungu, Lord, we want you to bless us. We want you to walk with us. Lord, we want you utuinue, utujalie na utunemeshe. Najua kuna watu ambao kampuni zao zinapitia dhoruba, zinapigwa na mawimbi, and you are feeling like you are about to shut down that company. Wakati audit inafanywa, you are not encouraged. I want to encourage you this morning ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kubariki kazi ya mikono yako, ya kwamba Mungu atakuinua, na ya kwamba Mungu atatenda makubwa hata kuliko yale unayoyajua, ya kwamba Mungu mwenyewe atakuinua na atatenda mambo ambayo ni ya kushangaza katika maisha yako. Wewe ambaye ni mtu wa bidii, wewe ni mtu ambaye anafanya biashara yake, wewe ni mtu ambaye unaaminia Mungu kazi ya mikono yako, the Lord will bless you. I want to read this Psalm 128 and verses 2. The Bible says this in Psalm 128 and verses 2. The word of the Lord itatuambia ya kwamba katika Zaburi in Psalm 128 and verses 2, the word of the Lord says this: you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Mpendwa, we have read in the Proverbs, it says that the reward of humility and the fear of God are riches, honor, and life. And so as you go before the Lord, the thing that you ask of yourself, have I been humbling myself? Am I in the fear of God? The moment you are qualified in the two, humility and the fear of God, then you will end up being rich, you will end up being honorable, you will end up living a good life. The three of them,
Now, in Psalm 128 and verses 2, the Bible says, you will eat the fruit of your labor. Labor is about hard work. Labor is about working smart. Labor is about overcoming and ignoring laziness and deciding that I will make my hands dirty. In making sure that you roll up your sleeves and you get yourself into the job. You are in front of that particular screen working. You are in front of that particular machine doing some work. Uko katika hiyo huyo, unaelekea kazi ama unafanya kazi tayari. Kwa hivyo mpendwa, maandiko yanasema you will eat the labor, the fruit of your labor. And then what will happen? Blessings and prosperity will be yours. Blessings. The Lord will bless what you do. Tunaenda kuomba ya kwamba Mungu, kazi unayoifanya Mungu atatenda, atajidhihirisha na atajionyesha, kwa sababu yeye ni mwaminifu, na atatenda na atajidhihirisha katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, the Bible says that the blessings will be there, and also it says and prosperity, ya kwamba tutaongezeka. Prosperity is about increase. It's about multiplication. It is about going beyond what you sowed. You know, ukipanda mbegu moja, hautarajii kuvuna mbegu moja. Tunapopanda mahindi, especially during this time ambapo Mungu anatubariki na mvua, na Mungu tunamuomba atubariki na mvua ya mavuno katika jina la Yesu. Wakati unapanda mahindi moja, hauwezi kuvuna mahindi moja, inaongezeka. Tunavuna mahindi nyingi, tunavuna mavuno mengi kuliko ile mbegu tulipanda. Mpendwa, the Bible says you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. This means wakati Biblia inasema it will be yours, inamaanisha ya kwamba hautapanda na wengine wakule kutoka kwa kile ambacho ulipanda. Hapana, the Lord himself will make sure ya kwamba you are the person who sowed and you are the person partaking and eating what the Lord has blessed you with in the name of Jesus Christ. Na kwa hivyo wapendwa, baraka hii ya Mungu itakuwa ni baraka yetu, na neema ya Mungu itatutosha katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, leo tunapoomba, leo tunapokabidhi na tunapoachilia na kupeana kazi zetu kwa Bwana, wacha tuaminie Mungu that the fruit of our labor will be given by the Lord, that blessings and prosperity will follow us, because we are understanding the formula. Formula number 1 in the book of Proverbs, it says that humility and the fear of the Lord will result in riches, will result in honor, and will result in long life. Number 2, nobody will take away the fruit of our labor. And the Lord have said that the fruit you will eat, the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. That is Psalm 128 and verses 2. Wapendwa, tunapoomba, mwambie Mungu, I did a desire that I can be a humble man like Moses was, that I can be a man who fears the Lord, a man who bows, a man who kneels, a man who seeks after the will of God in his life. Alafu mwambie number 2, my God, I cannot labor, alafu mali yangu inakuliwa na mwingine. Nyakati zingine unafanya kazi kwa bidii, magonjwa yanaingia na yanakula ile pesa, unapewa hospital bill ambayo hata unaita marafiki tena wachange, baada ya magonjwa kukula kile ulikuwa umetafuta. I pray in the name of the Lord ya kwamba Mungu ataondoa maadui wa jasho yetu. Mungu ataondoa magonjwa yanayokuja na yanabeba jasho yetu, ya kwamba wezi wanaokuja na kupora, corruption ambayo inaingia na inaua kampuni, inaua biashara, inafanya watu wafutwe kazi, ndio yule yako corrupt aajiliwe. I pray that you will not be substituted. Hautaondolewa ati ili mtu ambaye anapita milango ya nyuma achukue nafasi yako. I pray for you today in the name of the Lord that wealth
that prosperity, that the blessings of the Lord will be our portion in the name of Jehovah God. The Bible says this in Deuteronomy 28 and verses 12. Deuteronomy 28 and verses 12. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Yaani Mungu anaweza kukubariki. Unajua tuko katika majira, tuko katika mataifa ya madeni. Hata hapa nchini Kenya leo hii serikali inaongea kuhusu madeni, na tunaombea uchumi wa taifa hili, ya kwamba Mungu atafanya unawili ili watu na taifa hili liweze kuendelea. Lakini maandiko inasema hatutakopa. Mungu anaweza kukubariki mpaka usikope, wewe uwe ndiye unakopesha. That is what the scripture have said in Deuteronomy 28 verse 12. You will lend to many nations, but will borrow from none. You will lend, but you will not borrow. I pray for you this morning, ya kwamba Mungu atatupatia riches, honor and long life and healthy life, ya kwamba Mungu atabariki na tutakula kazi ya mikono yetu, tutakuwa na baraka na prosperity. Na sasa ya kwamba hatutakopa, lakini sisi Mungu anageuza hali yetu na tutakopesha, kwa sababu kuna Mungu aishie mbinguni aliyenena Deuteronomy 28 verse 12. He is a faithful God. Anaponena ya kwamba I will bless the labor of your hands and you shall eat that labor. Yeye ni Mungu ambaye atafuatilia neno lake na atahakikisha. On day 4 on the mountain of the Lord, I pray with the ministers of the gospel ya kwamba Mungu atabariki kazi ambayo tunaifanya. Mungu atafanya kanisa liwe tajiri, na kanisa kuwa tajiri ni washirika wake, ni wapendwa pale, vijana, wazee, wamama, kila mtu abarikiwe, biashara zibarikiwe, walioajiriwa wabarikiwe, wale hawana kazi Mungu awajalie, ili kanisa liwe na baraka ya utajiri wa Mungu. I also pray with the believers ambao wako in the marketplace ya kwamba wanabarikiwa. They will eat the labor of their hands. They will be prosperous. They will be blessed in the name of the Lord. We are claiming the scriptures. We are claiming the mouth of God, the word of God, vile ambavyo maandiko inasema ya kwamba Mungu ndiye atatubariki. The Bible says this in Deuteronomy 16 and verses 15. Deuteronomy 16 and verses 15b. It says, for the Lord your God will bless you in all your harvest and in all the work of your hands, and your joy will be complete. For the Lord your God will bless you in all your harvest and in all the work of your hands, and your joy will be complete. Hallelujah. The Lord knows that there is no joy in poverty. The Lord knows that there is no peace, there is no joy in debts. Yaani Mungu anafahamu ya kwamba hauwezi kufurahia wakati huwezi access the medication that you require, wakati hauwezi kulipa rent ya nyumba yako, wakati hauwezi kununulia watoto wako na kuwavalisha, wakati hauwezi kulipa madeni yako. The Lord knows that there is no joy. Na ndio maana anasema I will bless you in all your harvest. Yaani Mungu anasema umefanya kazi, umepanda, umepalilia, I will bless your sweat. It will end up in harvest. I pray for you in the name of the Lord. Ile kazi yote umeweka ndani ya shughuli fulani, ile kazi yote ambayo unarauka mapema, unachelewa kulala, ukitia bidii, the Lord may he reward your harvest. May he grant that joy, ya kwamba utasimama na uangalie riziki yako na utamwambia Baba, ninakushukuru, Baba, ninakutukuza, ninakutambua wewe unayebariki kazi ya mikono yangu. I pray that the work that you are doing in the month of April is blessed. Kazi ambayo ulianzana nayo January, kazi ambayo ulianzana nayo kitambo, naomba that the Lord will make it fruitful, that you will enjoy a day of harvest. You will check, you will look at your
storehouse pole, na utashangaa vile ambavyo Bwana ametenda na anatenda, kwa sababu ataliweka neno lake katika maisha yako. Mungu atakushukia, atakutembelea na atajidhihirisha akiwa mwaminifu, akiwa Mungu ambaye anatembea pamoja na wewe na atakutimizia mpendwa. Go claiming Deuteronomy 16 verse 15 ambayo imesema, your God will bless you in all your harvest and in all the work of your hands, and your joy will be complete. Our God will bless the labor of our hands, and our joy will be completed in the name of the Lord. Listen to Proverbs 21 and verses 5. The word of the Lord says this in Proverbs 21 and verses 5. Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts, they lead to poverty. Good planning and hard work leads to prosperity. I pray ya kwamba vile ambavyo neno la Mungu linatupatia advices, linatupatia guidance, the guideline, utaweza kuweka good planning and hard work. Good planning and working smart delivers prosperity. Wapendwa, sini Mungu alisema ya kwamba he will make us prosperous katika kitabu cha Psalm 128 and verses 2, ya kwamba you will eat the labor of your hands, blessings and prosperity will become your portion. Now, the way to be prosperous, we are now being given the formula of making prosperity. And from the scriptures, the formula of prosperity, it is good planning and hard work. Good planning in Proverbs 21 and verses 5. Good planning and hard work, they lead to prosperity. Na ikasema ya kwamba when you do hasty things, you just short circuit. They are shortcuts and they become long cuts. Ya kwamba hautawahi fika katika prosperity ambayo unaitafuta. I know I'm speaking to a people who have been planning, who been working hard, lakini ni kama hakuna kitu inatendeka. I want to encourage you, do that which the Lord says. Plan well and also work hard. The Lord knows how to deliver prosperity katika jina la Yesu Kristo. Na pia kuna biashara zingine hazina planning, ndio maana Mungu anatufunulia asubuhi ya leo that you will reap out of planning. Good planning. Look for books that talk about planning. Look for professionals that are perfected in that area of planning. Watu ambao wanafanyanga strategic plans, ambao watakusaidia uambie maono yako. Read good books. You know, praying does not mean that you become ignorant of the knowledge, of the wealth of influence ambayo Mungu amekuleta uweze kuelewa. Hapa online kuna mambo mengi unaweza ingia kwa online libraries na utasoma. My question is, unasomanga vitabu aina gani? Unatembea na watu? What is the subject of your conversation? When you are spending time ukiwa kwa biashara, are you gathering the knowledge? Na ndio maana maandiko inasema good planning. How do you get good planning? You must have read planning materials. You must have read good materials on planning, good authors, from good authors on planning. You may have spoken and interacted with the people who are good in that particular area, because the Bible has said in Proverbs 21 verse 5, good planning. Knowledge is gathered, information is fetched. You must get out there and say, wakati ninaingia kwa Google, nitasoma materials that can add to my business. Today we are praying for wealth, prosperity, increase, abundance. Today we are praying that God can bless the labor of our hands. Lakini Holy Spirit hata kusomea vitabu vizuri. Yani the Holy Spirit will not read for you the materials you require to read. It is for you to fetch for those books. It is
for you to know the people to interact with ambao wata affect your way of thinking, and they will influence you to expand and to rise beyond the level ambayo uko mpendwa. Na kwa hivyo wapendwa, it is the high time we ask ourselves, because they say time is money, how is your time becoming valuable? Ni watu akina nani unapigia hiyo simu na unatumia hiyo airtime? Ni watu wagani una video call? Ni watu wagani unaenda kutembelea? Ni watu wagani unakutana nao kwa hiyo restaurant ama mahali mko na meeting? Are you making progress towards your wealth building? Are you making progress towards your growth financially and economically? We must get ourselves influenced, and influence comes from the wealth of exploitation, the wealth of experience ambayo una interact nayo. And so this morning I pray in the name of the Lord that we shall become good planners. Ndio maana maandiko imesema, Proverbs 21 verse 5, good planning and hard work, they lead to prosperity, but hasty shortcuts, they lead to poverty. Unaweza kufanya jambo haraka haraka bila kuketi na kulifikiria, na baadaye kutakuwa na majuto. Utafanya hasara ambayo ukiangalia hivi hata wewe mwenyewe unasema, oh God, how did I get myself to this point? I was doing so well. What happened? My friend, it is about good planning and hard work. That is how prosperity is received. That is how prosperity is realized. Na ndio maana maandiko ndio inatuambia. In fact, the Bible says in Ecclesiastes chapter 9 and verse 10. Ecclesiastes 9 and verse 10. Whatever you do, do well. Whatever you do, do well. Whatever the Lord gives you to do, make sure that you do well. Na kwa hivyo mpendwa, make sure that you are a good planner and you are a person who does well, ya kwamba Mungu atabariki ile kazi yako. The second thing that you must understand in Colossians 3 verse 23, whatever you do, Colossians 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not men. Hallelujah. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. That is what drives me in my area of working. I am a minister of the gospel. And so the Bible says, work at it. That particular business you do, that particular company you work for, that particular idea that you are starting, you are launching, that particular book you are writing, that particular family that you are raising, work at it with all your heart. Yani ukiingia kwa hiyo biashara, give it your all. Ukiingia kwa hiyo ofisi, give it your all. Hiyo kazi unafanya, work at it. Hata kama umeajiriwa na haupati marupurupu vizuri, work at it as though you are working for God. Kwa maana kesho ukipata mahali kwingine, the same hard work attitude ambayo ulikuwa nayo, the same passionate kind of approach to the work ulikuwa nayo, ndio itakusaidia mahali unaelekea, hata kupewa cheo cha juu, kwa sababu people want to see the passion. Everybody is hiring results. Anataka kuona watu walio na bidii. And so wapendwa, whatever you do, work at it with all your heart. You see, I have seen people wako na kazi mzuri, lakini the level of laziness, the level of not being committed to it, the level of ignorance and arrogance. Unakuta ya kwamba umeajiriwa leo, lakini kesho una demand uongezewe mshahara. Boss anaangalia kile hata umefanya. Maybe you are supposed to report at the gate at 6 a.m. unaripoti hapo 7 a.m. unaripoti hata wakati mwingine haukuji mpaka utafutwe na simu. You are making even the boss desperate. My friend, the way to rise to the top, the way to become somebody else is the way to plant early. Is the way to kujipanga mapema na kujua ya kwamba what you do today will catch up with you tomorrow. Na kwa hivyo mpendwa, we are on a path of prosperity, a path of
of blessings, a path of rising to the next level by the grace of God. Na kwa hivyo mpendwa, the way to become wealthy, the way to grow rich, the way that you will become somebody by the grace of God is the way the scripture says. The Bible says in Deuteronomy 30 verse 9 to 10. Deuteronomy 30 verse 9 to 10. Then the Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands, and in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your land. The Lord will again delight in you and make you prosperous, just as he delighted in your fathers, if you obey the Lord your God and keep his commands and decrees that are written in this book of the law, and turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. My friend, the Lord says, I will make you prosperous. I will bless the labor of your hands. Just delight in me. Walk in my ways. Remember tulipoanza, tulisoma kitabu cha Proverbs ambaye imesema that humility and the fear of the Lord, they reward riches. You receive riches and you receive honor and you receive long life. Mpendwa, the way to become who God made you to be, the way to rise and not to go down and sink, the way to make it in this economic times, ni ya kwamba unahitaji kuwa unamuogopa na unampenda Bwana, ya kwamba unatembea chini ya mamlaka na chini ya uwezo wa Bwana. Na ndio maana siku ya leo tuko na siku ambayo tumeitenga, tunaombea our prosperity, tunaombea biashara zetu, tunaombea baraka, ya kwamba when you hit your door and you leave to go and work, Mungu atabariki jasho yako, atabariki hata roho yako, atakujalia na utapata mavuno ya kile kimefanya uamuke na uondoke. I pray for you today my friend, ya kwamba Mungu ambaye ametuahidi kutubariki, Mungu ambaye ametuahidi ya kwamba atatutendea na atajionyesha katika maisha yetu, ya kwamba huyu Mungu atatenda na atajionyesha katika maisha yako. Mpendwa, believe in the blessings of the Lord. Believe ya kwamba ile kazi unayoifanya sio ya bure. Mungu atatenda na atajionyesha, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Yeye ni Mungu atakayefanya njia zake katika maisha yako. Wewe ambaye unamwamini, unamtarajia, unamtumainia, he will bless the labor of our hands. Mungu wetu na Baba wetu wa baraka, wewe ambaye unabariki kazi ya mikono yetu, naombea biashara zote ziwe zimebarikiwa. Naombea watu wote walioajiriwa, ya kwamba baraka yao Mungu wataipata on time, na wataona kile Bwana wanafanya investment on with their salaries, katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea wapendwa Bwana ambao walisoma na vyeti vyao, na baada ya kuhitimu hakuna mahali Bwana wameingia, ya kwamba unawafungulia milango, unatenda na unajidhihirisha, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tumelisoma neno ya kwamba you shall bless the labor of our hands. I now pray for blessing over that office, for blessing over those workers that are serving that office, for the blessing over that business. My God and my Father, all the applications, my God, watu wako wamefanya. Wengine wanatafuta kama watapata tenders, wengine wanatafuta nafasi za kuajiliwa, wengine wanatafuta manyumba ya kuweka biashara, wengine hata wanataka visa waende ng'ambo wakafanye biashara na wakafanye kazi. I pray, Almighty God, open these doors in the name of the Lord. Make a way where there has not been a way for your people in the name of the Lord. My God, we are in the month of April. The year is ending, is closing. My God, we pray ya kwamba miezi hii minane unaenda kufanya jambo katika maisha ya wafanya biashara, maisha ya wote walioajiriwa, maisha ya watu wanaotafuta nafasi za riziki yao, ya kwamba Mungu utafanya na utajidhihirisha. I pray even for all the businesses that are being done online, that God, they are blessed of the Lord, ya kwamba wafanyakazi hawa wote watafanya faida na baraka katika hizi platforms umefungua, katika jina la Yesu Kristo. I pray, oh God, that you are leading these people, businessmen, the employed, my God, kusoma vitabu vizuri, kukutana na watu ambao watawapanua kimawazo na maono, na Mungu wetu utafanya tufanye utajiri, tuwe matajiri watakaofanyia Mungu kazi, katika jina la Yesu Kristo. My
God and my Father, naombea wapendwa hawa, baada ya kuwabariki watatumia mali yao kufanya kazi ya Bwana. Hakuna yule ataingia katika ugaidi, hakuna yule ataingia katika usherati, hakuna yule ataingia katika hali zozote za ufisadi. Lakini Bwana, baraka ya utajiri itakuwa baraka ya kumcha Mungu, baraka ya kuonyesha ukuu wa Mungu aliyetubariki, aliyetujalia, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, naomba siku ya leo, panua huduma na njia ya kutupatia kile chochote tunachohitaji, rasilimali ambazo tunahitaji kutimiza na kufanya maono uliyotupea Bwana, ifanye katika jina la Yesu Kristo. Familia ambazo ziko na madeni, Bwana, ninaomba leo unaenda kuwalipia. Gharama za maisha zimepanda sana, wengine wako na madeni, wengine wako na bills za hospitali, wengine hata hawana matibabu kwa maana hawana pesa. Ninaomba Bwana, tembelea wapendwa hawa, watumanie msaada wao kwa njia ya kipekee, in the name of Jehovah God. Thank you Almighty for what you are doing in the lives of your people. Mungu wetu, jionyeshe. Wengine wanatumia pesa kwa magonjwa, naomba uwaponye ili rasilimali na utajiri wao usiende kwa mahospitali. Wengine ni makesi makubwa ya kokotini inakula hii pesa. Bwana, ninaomba ufanye watu wako matajiri na haya makesi uyaondoe. Whatever that takes to waste our sweat, my God, I stop it in the name of Jesus. I pray that, oh God, you may open for us avenues of wealth, avenues of prosperity, avenues of favor, avenues of the move of God in our lives, in the name of the Lord. Mungu wangu, nabarikisha wapendwa wote, bariki wapendwa. Biashara zingine ni kama zinaanguka, I speak life in the name of the Lord. Mungu wetu, customers wacha waende pale, wacha those services siwe located by people who need them, na waende wafanywe katika jina la Yesu Kristo. My God and my King, I bless all the businessmen, all the businesswomen. I bless every professional. I bless each one of us, oh God, with the blessing of the labor of the promise of God, that you will bless the labor of our hands, oh God, and you shall reward us with riches. You will reward us with honor and good long life, in the name of Jehovah God. Mungu wangu, bariki wapendwa, tembelea wapendwa, na biashara zetu ziwe za baraka, na tufanye utajiri. Hata taifa hili uchumi wake ubarikiwe, na mataifa mengine mahali wapendwa wako na wanaomba. Naomba siku yetu ya kufunga, my God, you answer this prayer. Wewe ndiye Mungu mwaminifu, utakaye tutoa kwa aibu ya umaskini na ufukara, utakaye tuondoa mahali tulipo Bwana, mahali tumefinyiliwa na uchumi uliozorota, utuinue kwa sababu wewe ni mwaminifu. I pray, oh God, bless the labor and the sweat of your people in the name of the Lord. Mungu wetu, tujalie na baraka yako iwe juu yetu, katika Kristo Yesu tunaomba hata kuamini. Amen, amen, amen. Wapendwa ambao hamuna kazi, may the Lord favor you. May the Lord remember you. May every office ambayo una knock, may every table where you have dropped your CV, may every person who knows ulisomea nini, may the Lord start an activity right now. May there be an operation that is beginning right now. The operation to take you in. The operation to stop your search of the job, because you are getting that job by the grace of God. I pray ya kwamba Mungu atakubariki, atakuhifadhi mpaka upate ile nafasi ambayo amekutendea. Wale ambao muko na madeni, may the Lord God come through. Alilipia yule mwanamke ambaye alikutana na nabii Elisha, na her debts were cleared. I pray that the Lord will come through, and the only debt that will remain with you will be the debt that God has qualified, the debt of love. Na mkono wa Bwana utakuwa juu yako. Na nene ambaye wewe ni mgonjwa na kile hata unaomba ni pesa za kwenda hospitali, si Mungu akuponye. Wale walio na bills za mahospitali, si Mungu awalipie, na neema iwatoshe, na mkono wa Mungu uwe juu yenu. Naomba ya kwamba wale wote ambao walikopa wakaweka kwa biashara zikazama, Mungu anakuja kuwatembelea, atawatendea na atawainua. Hata wengine wako ng'ambo kule Gulf, wengine wako western countries, I pray for you in the name of the Lord. Whether you are moving to the west or to the east, may the Lord locate you this morning and settle you and meet even to the expectations
ambazo ulikuwa nazo katika jina la Yesu Kristo. Na mataifa ambapo Mungu amewaweka, si Mungu awapatie rasilimali za kule, na neema ya Mungu iwatoshe hata mkiona mkono wake katika maisha yenu. I pray for you in the name of the Lord that your hands will make faida in the name of Jesus Christ. I pray for you from the top of your head to the bottom of your feet, ya kwamba Mungu atatawala na utafurahia utajiri ambao Bwana amekupatia. Mkono wa Mungu uwe pamoja nawe na uzidi na kujiombea. Tunapofunga leo na tunaomba, I pray ya kwamba Mungu ataona leo tunaombea rasilimali na utajiri, na tunaombea baraka yake, ajionyeshe na akutendee. Kampuni zingine ni dogo, you just entered the market. I pray for you in the name of the Lord. Your company will become the vision that you have in your head, in your heart, in the name of the Lord. Mungu atafanya uinteract with which company, kwa sababu sio wewe, ni Mungu, na umeamua kuimplement na kufanya kile ambacho Bwana ameweka ndani yako. Naombea mikono yako, naombea maisha yako, naombea hali yako, ya kwamba Mungu will make you prosperous and will make you favored and blessed of his holy name. Si ubarikiwe na si uinuliwe, si neema ikutoshe. Na mpendwa, kama hujafunga, si uamue kufunga kwa sababu ya kazi yako. Kuna mapepo yanatupinga, kuna wachawi na uganga unaendelea left, right, center. Unaingia kwa muji ni kama umefungwa, biashara haziendelei. I pray in the name of the Lord, kutokana na haya maombi na maombi utakayoyafanya, muji wenu Bwana anaufungua na anafanya munawili kifedha, munawili kirasilimali, munawili kibiashara katika jina la Yesu Kristo. Huenda hata kwenu kumefungwa, ya kwamba mulizaliwa kwa umaskini, and the foundation you have is of poverty, is of people who don't interact or don't grow. I pray for you that the Lord will be pleased to break you loose, ya kwamba utaachiliwa na wewe pekee utaweza kupaa na kuendelea kupaa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo mengine yanaendelea katika anga ya kiroho, na katika ile anga kuna mambo yanazuiliwa. I pray in the name of the Lord, Mungu anaondoa huo ugumu, anapambana na hizo hali za mapepo, anaachilia baraka yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu abariki maombi yote mnayoyafanya, neema ikawafikie na Mungu akawainue akiwajalia. Father, we thank you, and Father, I bless you for the session of prayer and for the session of calling upon the name of the Lord, ya kwamba tutapata baraka ya kazi zetu kubarikiwa, baraka ya kuweza kujimudu, baraka ya kupanda juu kiuchumi, na Mungu wetu kuweza hata kufanya kazi yako tukiwa watu wanaomcha Mungu. I thank you for my brothers, I thank you for my sisters. Come through for us, oh God, and call us blessed even this day on the mountain of the Lord, as we take over and rise in the year 2023 by the grace of God. Make us prosperous, oh God, wealthy people who have honor and who have good life by the grace of God. Father, we partake it from you. Bless your people. Establish us, Jehovah, that we can dominate this world for the glory of your name. Thank you, Jesus. Thank you, our God. You who will bless even the labor of our hands. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Mungu wabariki sana wapendwa, na neema iwatoshe. Thank you, Israel, Kate, Edward, Catherine, Mutegi, all of you. Si Mungu wabariki na ajalie. Tukutane tukiwa matajiri wa Mungu na tukiwa tunafanya kazi ya Bwana pamoja. God bless you. Shalom. Have a great morning and a great day ahead of us as we continue to fast. Tomorrow we will be having a mini kesha from 6 p.m. through 9:30 p.m. Tutakuwa tunaomba pale kanisani. Pia tutakuwa live on Facebook and YouTube, na tutashiriki pamoja. Kesho ndio tuna mark the 5 days, the 5 official days on the mountain of the Lord, praying and interceding and calling upon the name of the Lord. Why can't you even fast? Kama umejiunga nasi leo ndio umejua tuna fast. It's about prosperity, it's about blessings, it's about making profit. This day, hii siku tunaombea kupanuka kwa maisha yetu kiuchumi na kuinuliwa na Bwana. God bless you and God be with you. Shalom and have a great day in the day. Amen, amen, amen. Thank you.